Ukisikia Biblia inazungumzia kwa habari ya kizazi, inazungumzia kipindi. Inaposema hiki kizazi cha nyoka, maana yake kipindi cha ujanja. Kizazi kikaidi, kipindi kilichopotoka. Kizazi kina tabia kumshauri mtu aishije. Binti, kijana akitoka form 6 akiwa yuko moto, akiingia chuo, mazingira ya chuo, kizazi cha chuo kinamshauri aanze kuishi tofauti na vile ilivyokuwa anaishi huku. Alikuwa anena kwa lugha, kule lugha inapotea. Labda akutane na kizazi cha kule kiwe moto kuliko alikotoka. Hamwezi kujizuia kufanya hivyo, lakini mazingira yanawalazimisha muishi kwa sura hii. Anasema hivi, kila mtu azae matunda. Okay, mnazaa matunda, lakini hakikisheni matunda yenu yanayoendana na toba. Toba maana yake nini? Toba maana yake kugeuka. Toba sio kukiri. Toba maana yake kufanya uamuzi mpya. Ile hali ya maamuzi ya kugeuka ndio inaitwa toba. Kila mmoja azae matunda yapasayo toba. Unazaa matunda ni kweli, lakini inapasa toba. Una mafanikio, lakini yanatokana na ile toba, yanatokana na kugeuka kwako. Kuna watu wanasemaga hivi, yule hana haja ya kuokoka kwa sababu hajawahi kuua mtu, hajawahi kufanya mabaya, hana haja ya kuokoka. Anasaidia yatima na wajane na wenye shida. Ni kweli unasaidia, lakini unayofanya yanapasa toba, yanapasa kugeuka. Kama hayahusiani na ufalme wa Mungu, mbingu haikuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye hicho kitabu kingine na hicho kinazungumza, Yesu anamkaripia mwanamke mmoja, alisema hivi, enyi kizazi chenye imani haba, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawachukulia mpaka lini? Baada ya kuzungumza habari ya kizazi, anapozungumza habari ya kizazi anazungumzia kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mhubiri anasema, kama umeamua kumwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa sababu ni afadhali usingeweka kabisa kuliko ukaweka alafu eti usiondoe. Mungu hayuko radhi na wapumbavu. Kama hayuko radhi, hachukuliani na wapumbavu. Ana action zake kwa mtu mpumbavu. Kwa hiyo Mungu anamwona mpumbavu, mtu ambaye anajua ameahidi na anatakiwa atoe lakini hatoi. Mungu hayuko radhi na huyo mtu, anamwita mpumbavu. Ndani ya Petro uko vizuri, lakini kipindi alichonacho yupo kwenye kizazi kikaidi. Kwa ukaidi lazima umshepu, kwa sababu hata Yuda hakutaka kumsaliti Yesu. Biblia inasema hivi, amefanya kwa sababu yameandikwa, anafanya kwa sababu yameandikwa. Kwa hiyo shetani aliruhusiwa kumuingia Yuda kwa sababu imefanyaje? Kwa mazingira ndio alimshepu. Hakupenda kumsaliti Bwana wake, na yeye hakupenda kumsaliti, alijua tu kwa sababu mazingira yamemshepu. Mungu hayuko lazima wapumbavu, anatamani watu ambao wako serious kwenye kizazi kilichopotoka. Bwana asifiwe. Kwa Mungu anataka ukisema jambo, tembea mule. Ukimwambia Mungu ninaingia kwenye mfungo, ingia kwenye mfungo, maana hayuko lazima wapumbavu. Ukisema Mungu mwaka huu nitakutumikia, mtumikie kweli, maana hayuko lazima wapumbavu. Ukimwambia Mungu ninataka nifunge wiki, hayuko lazima wapumbavu.